man, one shilling, one vote ilikuwa kwamba resources zitaenda mahali penye kuna population kubwa. Ukitaka kunominate meet your gender 2/3 gender rule, hawatakuwa senators wengi, unaweza nominate. Lakini kwa National Assembly, kama ni sheria ya kupigana na ufisadi, na kuambia ukweli, sheria tuko nazo za kutosha. Corruption pia goes to matters, mannerisms, tabia. Za wasee. Mambo ya watu kuiba exams kampo ama wapi, hiyo yote zinachangia. And this is your home of political and policy discussion. Na sasa leo nimetafutana na wakili aliyekamilika. Nimetafutana na committee member, vice chair wa committee kubwa inaitwa Coin10. Karibu sana kwenye show. Asante sana. Salimia watu hapo. Wadau wa mjambo, naitwa Javas Arafat Bigambo, vice chair committee overseeing the implementation of the 10-point agenda, na niko hapa for discussion kuhusu mambo ya kamati hiyo. Tumeweza kuachieve nini? Je, hii kamiti kazi yake inaendelea namna gani? Manufaa yake ni gani for Kenyans and kwa nchi ya Kenya na kwa serikali? Na tukiangalia ile MOU kati ya UDA na ODM, manufaa ya hii 10-point agenda ni nini towards 2027 na hata beyond? Because let's just dive right in. Lakini before we do, cha kwanza nipeane msemo ya leo. Msemo ya leo inatokana Biblia, Psalms 37, na inasema hivi: trust in the Lord and commit your ways to him and he will establish your path. Watu waamini Mungu na commit your way to him, mazi atakuestablish, au sio? Kweli kabisa. Mimi kwanza nategemeanga God tu mbaya sana. Hakuna vile day inaweza anza kama sija pray. Kila kitu, hata before tuanze show, I was making a silent prayer. Before nilale lazima ni pray. Wewe nikuulize, labda kwa nini kwa maisha yako ni kitu moja fulani ukasema hii ilitoka tu mbinguni direct? Unajua nilikuja Nairobi na longi 2 na shati 3. Mwaka gani? Si kitambo sana. Lakini 2 trousers and 3 shirts. Na nikaishi somewhere Park Road huko Ngara chini ya staircase. But you guy, I didn't have anywhere to go. I didn't have any means. I didn't have big relatives or big connections. Ulikuwa the wendo msema. Na mimi ndio first born kwetu. Sasa wewe umekuja. So nilikuja hivyo. I did not have any means to survive. Nimetegemea God kwa kila njia. Lakini ile vipawa ambayo God amekupatia, elimu, brain, pia kuweza kuomba, na ile vipawa ambayo uko ndani yako, zitumie every opportunity. Mimi zile opportunity nilipata za kwanza nikuja Nairobi, people who never knew me believed in me, trusted me and believed in my abilities. Because anytime nikiongelesha vijana, nikiongelesha watu kwa makampo, naambia kwamba look, any person you meet, ama uko na nafasi ya kuongea mahali popote, hiyo ni mkutano gani, put your best thoughts, frame them in the best way possible. The person who will help you could be just silently listening to you. Uwezi jua. Na hivyo kubonga katika mikutano ndio iliweza kufanya kwamba mtu akasema na wewe hebu can we have a discussion about 2-3 things. Nikaanza kupata majob hivyo kwa NGO gani hapa na pale. Ile nisaidia. You're a strategic leader, strategic thought leader. Labda sasa nikuulize, ikikuja sasa tuingie hapa kwa maneno ya NADCO. Tofauti ya NADCO na BBI iko wapi? NADCO na BBI ni vitu mbili tofauti sana. Building Bridges Initiative, ile ambayo ilikuwa ya Rao na Uhunye, walikuwa wamekuja pamoja. Kwanza ilikuwa makusudi ya kubadilisha katiba. Pili, ilikuwa kwamba wanataka ku-increase constituencies upande ya Mount Kenya, ile mambo ya 1 man 1 shilling. Ukiangalia kwa hii NADCO, haina mambo ya 1 man 1 shilling 1 vote. Na by the way, mimi utakaa, sorry to cut you off. Hiyo swali ya 1 man 1 shilling 1 vote, how do you understand it? Because ume work in development world for long. Wewe unaielewa aje? Issue 1 man 1 shilling 1 vote ilikuwa kwamba resources zitaenda mahali penye kuna population kubwa. Sounds just fair. Sasa ukiangalia mahali penye population niko kubwa, because ni 1 man, shilingi ikuwe pia 1 man 1 shilling 1 vote, ili kwamba wingi wenu iwapatie resources mob.
Hiyo challenge yenu kwamba areas ambazo ziko na scarce population kama Northern Kenya ambazo ziko vast but population ni kidogo zingebaki nyuma forever. Kwa sababu pesa ambayo ingeenda kwa maendeleo ingekuwa kidogo kufuatana na hiyo population ambayo iko huko. Lakini mahali ambapo kuna watu wengi kunakuwa na pesa nyingi. Na hiyo kumbuka kwamba pia in terms of constituencies, the limitation of boundaries. Sheria inasema kwamba mahali ambapo constituency inapata zaidi ya watu 100,000 lazima hiyo constituency igawanyike. Ngoja, a constituency cannot have more than 100,000 registered voters. Pause. A yani constitution 100,000 voters. Ukiangalia polling station indakani kuna 700 voters. Polling station. Moja hii. Wase hiyo daro hiyo. 700. Hiyo tu kama ni prime fulani. Hiyo kama ni polling station. Haitakani watu wazidi so saba. Constituency moja ikizidi ya watu 100k inafaa kwamba igawanyike, ikuwe delimited ili kwamba resources ziweze kukuja kwa ile ingine ambayo imegawanyika. But kumbuka kwamba pia kumekuwa na protected constituencies ambazo kwamba haina watu wengi sana na haina watu wachache sana, lakini kwa sababu ya maeneo hiyo ambayo iko zimechungwa kwamba zisikuje zikavunjwa. So issue ya one man one vote ingekuwa kwamba area ambayo iko na watu wengi sana wangepata constituencies nyingi sana. Ndazo ukiangalia area kama Mlima Kenya kufuatana hiyo direction ya BBI, Mount Kenya ingepata more constituencies, more money, and more MPs. Na kama tungeenda parliamentary system, because hiyo ndio ilikuwa direction ya BBI, ama hata kama tungebaki presidential, remember kwamba wingi wa MPs ambao uko naye ingekuwa ni ukubwa wa chama. Sasa Mount Kenya always ingekuanga na produce president ama deputy ama na prime minister. Hivyo basi maeneo mengine ingekuwa disadvantaged. But remember pia kulikuwa na issue ya kubadilisha katiba na kati ya BBI tena unakumbuka vile ilienda kwa mahakama, Court of Appeal mpaka Supreme Court. Serikali na haswa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa anajihusisha kikamilifu katika masuala hiyo kubadilisha katiba. Unakumbuka mambo ya gazettement etc. Na hata vile mahakama ilisema kwamba japokuwa Rais Uhuru Kenyatta hiyo wakati alikuwa na haki kupitia article 38 kwamba ako na haki zake za kisiasa, lakini si mtu wa kawaida kwa sababu ni rais. Ako na uwezo mwingine kubwa sana na ushawishi mkubwa. Kwa hivyo hiyo influence yake pia ilikuwa inakuja kusaidia mambo yote. Ndipo sasa hiyo mambo yote yakakuja ikabadilika. And remember kwamba nakumbuka hata mambo kulikuwa na mambo ya popular initiative. Ukiangalia katiba inasema kwamba katiba inaweza badilishwa kupitia parliamentary initiative ama popular initiative. Parliamentary initiative ni article 256. Popular initiative ni article 257, ile ambayo kwamba Mkenya wa kawaida ndio wanaanza kukusanyana waseme kwamba sisi tunataka hiki kibadilike, waje tutafute ma signature, tupeleke IBC iende kukaguliwa, alafu tukue na hii tunataka kubadilisha nini kadhalika. Ukiangalia NADCO imekuja baada ya uchaguzi ya 2022. Na hiyo nakumbuka ile mambo ya sufuria revolution, hiyo vitu watu wakikaa kwa barabara, cost of living, hiyo vitu yote. Upande ya serikali coalition ya Kenya Kwanza, na kulikuwa na ile upande ya Azimio, wakina marehemu Rao, wakina Kalonzo na hiyo vyama yote ya Azimio. Kwanza walikuwa wanapinga mambo ya uchaguzi, matokeo ya uchaguzi. Pili wanasema gharama ya maisha iko juu. Na wakasema kwamba ni lazima tukuje tuketi pamoja tuzungumzie maneno. Ndio wakakuja wakatengeneza kamati ya kwanza ambayo ilikuwa na headliners ma radicals. It did not take off. Kamati ya pili sasa ndio ikakuja ikakuwa na hao ikakuwa chaired na Kalonzo Musyoka, kwa kuwemo na wakina Eugene Wamalwa, Mheshimiwa SG Hassan Omar kadhalika. Wakakaa pale, walikaa hapa Bomas, wakajadiliana na wakatoa report yao hiyo November 2023. Hiyo report ya NADCO ikapelekwa bunge ika-adopt hiyo report February 2024. NADCO walimaliza 2023, February 2024 bunge ika-adopt hiyo report. Na hiyo report ilikuwa na recommendations, mambo ya gharama ya maisha, restructuring of IBC and reconstitution, na sheria zingine nyingi. Kwa mfano, sheria ya kuhakikisha kwamba
kama mtu yote anachelewesha kutangaza matokeo ya uchaguzi, lazima achukuliwe hatua, afungwe karibu miaka 5. Kitu kingine ni kwamba pia vitu kama constituency county boundaries, kukuwa na delimitation of counties na hizo boundaries, kukuwa na sheria ya hiyo. Unaona kwamba kumekuwa na counties ambazo zina mvutano sana kwa maboda kuhusu hizo mambo ya boundaries. Kitu kingine ni sheria kuhakikisha kwamba hiyo mambo ya IEBC, ile selection panel. Kumbuka mara ya kwanza ilikuwa moto kabisa, ikaenda paka kotini. Ilikuwa na watu 7. Kwa sababu ya majadiliano na hiyo mvutano, wakasema kwamba wanataka kuwe all inclusive. Waka-expand hiyo IEBC Amendment Bill 2024, ikakuja watu wakakuwa 9. Ndio baadaye sasa, baada ya hiyo mambo ya kesi kukwisha, hiyo panel ikakuwa constituted, wakatangaza, watu waka-apply, commissioners wakakuja, wakapigwa msasa, wakaapishwa, saizi wako ofisini. So IEBC ikakuwa fully reconstituted. So as we are speaking in terms of implementation of the NADCO report, NADCO report tayari vile IEBC commissioners waliingia ofisini, hiyo sheria kupita na wao kuingia ofisini, tayari implementation of the NADCO report ilikuwa imeanza. Sasa nikuulize Javas. A lot of the time nasikianga NADCO na wasi wa NADCO wakibonga content. Inakuanga tunataka hii sheria fulani ipitishwe, sheria fulani itengenezwe, sheria fulani iamendiwe. Nataka do we run the risk of over legislating everything? Kuna mambo ambayo kama Wakenya nafaa tuweze kuelewa. Kama tunasemanga kunyita, si ndio? Lazima tukache. Kwanza NADCO ilipropose sheria karibu 16 ambazo zingeweza kufanya hii mabadiliko tofauti. Yeah. Na hiyo mambo ya IEBC, kuna ingine ni amendments. Kuna ingine ni amendments. So ati totally new laws. Okay. Lakini unapata kwamba kupeleka nchi ya Kenya mbele sio sheria peke yake inahitajika. Let me give you an example. Unajua mahali kama UK, United Kingdom, hawana katiba ambayo imeandikwa. Ambayo imeandikwa kama yetu. Ati paper. Hakuna. I stand written on. Yetu is amongst the well-written, most comprehensive detailed constitutions in the world. Naonanga dia state ni ka page moja. Yes, lakini tena ukiangalia yetu iko na provisions zingine ambazo hakuna katiba kwa hii dunia iko nazo. Kwa mfano, do you know there is no constitution kwa hii dunia iko na provision ya 2/3 gender rule? Ni katiba ya Kenya peke yake ambayo inasema kwamba kuleta gender parity. Hiyo 2/3 gender rule tuweke kwa katiba. Hakuna katiba yote kwa dunia kuna. Na sasa hiyo 2/3 gender rule iko siku Maraga alikuja akasema, na iko pia kwa NADCO bunge wavunjwe. Ati kwa sababu ya 2/3 gender rule. Rais naye amekuja ameweka proposal. I think NADCO, hebu tuambie kuhusu hiyo proposal na especially hiyo sunset clause, because hadi niko sure wasi wengi wanajiuliza hii 2/3 inakuanga tu ya kubonga ama ni ya kuensure kuna appointments fair. Saizi hakuna na sunset clause kwa 2/3 gender rule. Lakini the thinking saizi ni kwamba kama tungekuwa na sunset clause ambayo kusema kwamba baada ya uchaguzi kama bunge hatuko na 2/3 imekuwa met, basi let us nominate as many women as possible ndio to meet hiyo 2/3 gender rule. Changamoto kubwa sana na hiyo ni kwamba kumbuka ukiangalia kwa katiba county assemblies wali meet hiyo issue ya 2/3. Yes, county assembly at their level. Haiko hata kwa sheria. Lakini at the national level by ballot counties not by ballot. Kama kuna by nomination. Okay. Senate ukienda katika Senate saizi Senate unajua wako 247. Only 47. Ukitaka kunominate meet hiyo 2/3 gender rule hawatakuwa senators wengi, unaweza nominate. Lakini kwa National Assembly kuna 349 MPs. Haya, imagine kwa mfano pengine wanawake karibu wa viongozi wa kina mama karibu 330 ni wanaume. Itabidi tu nominate hiyo difference yote. Tutakuwa na wabunge karibu 700 ama 650. Then kwa Wakenya ni kwamba je, hiyo itachangia ku-expand wage bill sana ya wabunge peke yake plus all the benefits, and also you think it will anger the public. Correct. So issue ni kwamba how do we deal with the 2/3 gender rule? Tukisema kwamba tutumie, unaona vile nimepeana example sehemu nyingine, Uganda kuna constituency ambazo ni za wakina mama tu, wanaume hawezi simama. Protected ni akina mama tu. Hapa Kenya uweze kuja na kitu kama hiyo. Kwa sababu kwanza katiba ya Kenya article 27 sababu article 4 inasema kwamba
no one should be discriminated against on any ground including gender. Tayari ukisema kwamba hii constituency ni akina mama, hiyo discrimination, umebagua akina wazee. Yes. Yeah, that's true. So it cannot work. Yeah. How do the Rwandese achieve it? It is the prerogative of the president to appoint. For example, kama ni cabinet, an appoint to kisha kwamba there are more women in the cabinet than men. Ni kama tu hapa vile hata president. Nakumbuka vile kuja kafanya changes after dissolution of the cabinet. Ameweka kuna vijana kama CS wa water and irrigation, kuna kina mama etc, kina Fikirini kama ma PS ma vijana. So ni prerogative ya the appointing authority. Kitu kingine ni kwamba pia kuna nchi zingine ambazo people believe in the leadership abilities of women. Ukienda mahali kama Mbita, Honorable Millie Odhiambo amekuwa kichaguliwa kama MP. Return. Yes. Angalia mahali kama Homa Bay, Governor Wanga alikuwa women rep. Ametoka hapa amekuja amekuwa governor. Kuna kaunti zingine women wasimama kama governors lakini hawajaipata hata kuja karibu. So inategemea, unajua pia kuna challenges zingine ambazo zipo ni cultural practices ambazo zina exist. Kuna other places in this country ambapo mwanamke haaminiki kwamba anaweza kuwa kiongozi. Anaangaliwa kama mwanamke. But ability ya leadership kila mtu ako nayo, Mungu amepatia kila mtu. Kina mama, kina vijana, wazee wa mama, kila mtu ana huo uwezo. Okay. Javas, nataka tugusia agenda kadha. Kuna moja inaitwa the fight against corruption. Okay? Now one of the things ilikuwa ina suppose ni to enhance the capacity of the EACC to wage war against corruption. Na mlikuwa mnataka the amendment of the Ethics and Anti-Corruption Act. Now, let's look at how different nations fight corruption. Ukiangalia nations ka stato, seme when the IRS or the FBI are coming for you, they'll do the investigation, they'll do the prosecution, you'll go to jail and they'll do asset recovery. One organization. Hapa hivi, Makaraundo wata investigate, yende kwa DPP, hapo kuna asset recovery authority. Hizo ni vitu tatu. Don't we just make the process cumbersome for ourselves? Kila nchi iko na their own approaches. Yeah. Ukiangalia hapa kama Kenya, tuko na various institutions ambazo zinategemewa kupigana na ufisadi. Ya kwanza ni Ethics and Anti-Corruption Commission. Kitu ya pili ni Asset Recovery Agency. ARA. Ya tatu ni DCI, mambo investigations. Ya nne ni Office of the Director of Public Prosecutions, Article 157. Because hata DCI wafanye upelelezi namna gani, EACC, they cannot prosecute. Because hata Supreme Court vile ilipeana ile decision, the decision to prosecute ni ya Director of Public Prosecutions. Ambayo Article 157 nasema kwamba yeye must conduct or discharge that office in public interest. Angalia ile ushahidi yote ambayo imeletwa, asema kwamba unasikianga akisema kwamba the file has been forwarded to the DPP. Angalia asema kwamba hii ushahidi haitoshi to secure conviction, regeleeni. Ama asema kwamba hii I'm satisfied, ana prosecute. Na unakumbuka kitambo kwamba mapolisi ndio walikuwa na prosecute. So ile polisi walikuwa na prosecute. Prosecutor alikuwa ni polisi wa kawaida. Na unajua sasa ile uwezo pia walikuwa hawana, kwa sababu hujasomea sheria, hujafunzwa mambo hii yote. Okay. So kulikuwa na hiyo changamoto. Siku hizi ni ofisi ya DPP. Alafu pia kuna state councils. Lakini sasa katika kupigana na ufisadi, unajua kuna vitu ambavyo pia inastahili sisi kama Wakenya tukue very real. Yes, let's go there. Kama ni sheria ya kupigana na ufisadi, na kuambia kweli sheria tuko nazo za kutosha. I also feel the same. Tuko na hata paka katika katiba chapter 6 tuko na leadership and integrity. Leadership and integrity chapter 6. Tuko na leadership and integrity act itself. Tuko na EACC act. Tuko na Pokamla, tuko na money laundering act. Hiyo yote. Pia imekuwa shida nyingine money laundering. Juzi tumekuja 2025 July, rais ameascend to ile conflict of interest act. Iko saizi ni place ambayo imerepeal the former Public Officer Ethics Act. Sheria ziko. Kama ni policy ziko. Ukiangalia institutions hata tuko na mechanisms kama mambo ya declaration of wealth.
hiyo vitu yote iko, lakini how come bado ufisadi iko? It's still there. And it's thriving. It comes back to the individual. Tumeona, wacha ngwambie, tumeona times mob sana wazazi wanaenda kubuy exams ndio watu wao wapite. That is corruption. Wewe kama sana kusimamisha, ulikuwa unavunja sheria ya barabara, umwambie kwamba shika hii. That is corruption. Lakini tunaangalia kwamba mbona ati huku ati serikali ati public officers wako corrupt. We should make fighting corruption personal. I think ile yenye you fanya wasewa wake, because si kwa hizo matatu wakitoa hizo ganyi, unaona? Kuna ile line you sema, when it benefits you, it's a connection. Yes. When it doesn't benefit you, it's corruption. But then I think also the scale, because I've come to learn corruption is just not pilferage of public funds. It goes beyond that. Yes. Sio mambo ya pesa peke yake. Corruption pia it goes to matters, mannerisms, tabia. Za wase. Mambo ya watu kuiba exams kampo ama wapi, hiyo yote zinachangia. So it's a culture. Yes, mtu parent kwenda kubribe principal fulani mtoi wake aingie hiyo chuo. Yeah. All that is corruption. And still Kenya has continued to do very well. Ukiangalia institutions kama EACC zimerecover do mob sana, assets mob sana. Kuna public officers ambao wamepelekwa ndani ama wako prosecuted saizi. Ukiangalia because of the public interest conflict of interest act, saizi sio eti umeengage in conflict of interest peke yake. Hata kama kuna ile potential that ina create reason that you are likely to engage in conflict of interest, there is reason with evidence. Hatua pia itakuchukuliwa dhidi yako. But I think what we need to do ni kuangalia kwamba corruption isiangaliwe kwamba in the public sector peke yake. Enda mahali ka state. Unasikianga hii vitu watu wanaitanga lobbyists. Hiyo ni mambo tu. It's a fancy name for the same thing. It's a fancy name. Yes. At the lobbyists. So we need to come to our sense where we tujiulize. Tunataka nini? Tuna blame politicians, tuna blame public servants, and yet in the private sector, private we're engaging in the same. Ukienda places kama Japan, I will tell you, mtu unapata kwamba ni minister wa transport, train imecollide, ana resign. Ni train imecollide, ilikuwa sijui how many kilometers, hundreds of kilometers away, ana resign because ya responsibility, anaona kwamba maze ni mimi. Haya, kuna wengine wanapaka na jinyonga. Unapata msee wanasema kwamba you are suspected of corruption, you are being investigated. Jamaa ameenda, anasema ile shame, I don't want to face it. In China umeona kwamba even former key leaders in government pako na nyongwa because sheria kunyongwa bado iko huko. They take it seriously. I think here kuna what we need ni mambo ya sufficient political goodwill, and that's why I appreciate President William Ruto. Hata vile kwa ile joint PG ya August last year 2025 akisema kwamba hii mambo ya some MPs being corrupt ni kitu ambayo inafaa tukashifu. President amelament. It shows President William Ruto has committed himself fully to fighting corruption. Na hataki kwa executive kukuwa na corruption, hataki kwa legislature kukuwa na corruption. I was seeing on the newspaper around 900 government 900 procurement services go digital. And it's one of the things e-procurement that alikuwa amecommit to. Wewe umeona mpaka hiyo EGP imepigwa mpaka na some governors because ukiangalia hiyo issue ya EGP. Wabe EGP ni nini? Ninajua waje. Electronic Government Procurement. Yaani kwamba kama kuna tenda yoyote, hakuna mahali unapeleka makaratasi au unaambiwa kwamba leta file fulani. Everything iko uploaded kwa system. Na mimi mtu kama mimi ni supplier, nitaona kwamba ni watu wangapi walikuwa wameapply hiyo tenda, wamebid. Wangapi walichukua, ni reason gani ilifanya akachukua, naangalia paka papers za msee. Transparent. Zangu ziko kama hizo. Okay, bana hiyo experience wako nayo, hiyo anafaa. And that's what President William Ruto has been pushing for and is still pushing for. Hiyo issue imekuwa
imekuwa ikipigwa vita sana. Yeah. Tukienda e-procurement, ina make services easier. Angalia vitu kama saizi, tangu President William Ruto aingia ofisini. Yeah. Kumekuwa na saizi over 23,000 government services digitized kwa e-citizen. Yeah. Saizi kurenew driving license hakuna mahali unaishia. Hakuna. Kwa phone yako ama kwa lapi. Fully. Hiyo. Ukitaka kuapply hata renewal ya passport, auendi na mapepo huko, unaanzia kwa laptop yako, kwa kompyuta yako nyumbani. It makes it easy. Easy, yes. And remember that in the 21st century, we are fully dependent on technology. Saizi tumeanza kwenda kwa mambo ya AI. What do you think is the space for AI, especially in elections? In fact, I'm writing a paper on that. Voilà. Because about 6 years ago, I was arguing on why can't we even vote via SMS. Kama saizi. Wewe una support electronic voting? Kabisa. In fact, electronic voting and early voting. Wacha nikwambia saizi. Stato, sikuna wanafanyanga electronic voting. Lakini wale Trump alikuwa sema stop the count. Haya. Wacha nikuulize saizi. Na pia kani ya Stato, acha ni kudebate kidogo. Stato hawananga voter ID. Hawananga voter ID. Details zako zote. Ziko hapo. It's electronic. But I find it funny with a country kayo that size, there's no unique identifier for the voter because everyone meets the qualification to vote. Fingerprint. Lakini ukiangalia, unaona ukienda kuvote, ni fingerprint. Si ina ku-identify wewe. Unless huku pengine juu kuna wasa wengine ambayo juu ya shughuli za job na mambo ingine, fingerprint ni kama zilipotea. Lakini wacha nikuulize. Yes. Saizi umeketi hapa. Unataka kutumia madhako do ama shosh do 5k. Hata utashuku kwamba hiyo do inaweza potea. Hiyo 5k inaenda speed saizi. Na inafika. Unataka kujenga pengine nyumba ya shedi ya ng'ombe. Mpepe Speedy. Unatuma paka kwa hardware ya Shags 50k. Shika. Mbona hauna wasiwasi kwamba 50k inaweza potea? System I think improve. Bas kama hiyo do inafika paka kwa madhe Shags. Inafika paka kwa hardware. Unalipa staff wako wa shamba na M-Pesa. Hauna wasiwasi. Unaona tu imeleta jina sawa. Hii kura hii tushindwe kuvote electronically. Naisa Javas. When voting is manual. Yes. Counting is manual. Tallying manual. Transmission ndo ilikuwa inaleta labda electronic kidogo. Walikuwa wanasema fungua server. Sasa wakati tumeenda voting, tallying, hizo zote zikiwa electronic. You see, sisi tulikuwa tunaambiwa kuna mtu sijui ako Venezuela aitwa sijui Camargo. Wacha nikwambie, change is the only permanent thing. Unajua tunasoma kwa history kwamba kulikuwa wakati ya kupiga kura ni mlolongo. Ukweli. Watu mnapanga laini. Wanasema atikwenda kutik mahali. Watu walipinga hiyo kitu. Walikataa. Lakini change came. Secret ballot. Saizi wacha nikwambie, voting electronically is not something that we are going to run away from. Inakam. Na usipochunga 2032 itakupata. Tuna vote electronically. Usipochunga. Sasa we kwanza aunika the stakes are too high wase the stakes on an election ya hapa Kenya specifically. They are because I feel like in Kenya as much as revenue as wasemanga Kenya kuna do nini, that cake is cut politically. And politically is decided at the ballot. If we go pali penye kama aso vile sema early voting, it's not a one specific day. What are the chances Camargo mwingine anatokea ile ukweli? Unajua ni ile vitu ambayo unaona bado tuna vote manually, tunasema tuna scan, tuna upload. If we are going electronic fully, hiyo vitu ya kuscan na kuupload haitakuwa. Kama umekuwa identify na iris ama na fingerprint, ukisha press ni wewe, hakuna mtu mwingine. Juu hizi fingerprint yako sika yangu. Kitu kingine ni kuangalia kwamba on the whole continent of Africa, Kenya ndio nchi peke yake ambayo iko fully invested in politics. From January to December. Hakuna nchi nyingine hapa Afrika iko kama Kenya. Siasa zetu ni za ajabu tu sana. We need to study them. But angalia, let me give an example ya state. A state such as California. It is the richest state. It has the highest state tax. Yes. In fact, it has even been financing or lending money to the federal government. Utaisikia watu wa California wakisema kwamba
ati sisi ni lazima sasa tu produce prezo because uchumi ni yetu. So we need just to rethink how leadership works. Whoever is voted for as president or as governor, as long as akona capability, akona policy proposals that can take the country forward, acha pigiwe kura kabisa. Isikuwe kwamba ukivote electronically una wasiwasi sijui kura itendaje. So what we need to invest much more is in integrity. Integrity ndio itatusaidia kupigana corruption. Integrity itafanya kwamba ukiwa katika nafasi ya public office, unaitumikia kwa manufaa ya wananchi wengine, not wasting public resources. And that's why unakumbuka 2024 tulikuwa na hiyo story ya Gen Z. Wase wakasema kwamba hii story ya budget ya first lady, second lady, spouses or prime cabinet secretary itolewe. President William Ruto did not hesitate. Alitoa. Kitu ingine saizi tunafanya zero based budgeting. That's why hata ukiangalia watu ambao walikuwa nadhania kwamba 2025 tungekuwa na demonstrations za finance bill, there are some people who are still with the illusion kwamba 2026 itakuwa shock on them. With zero based budgeting ndio hivyo tunaisha according to our means. Kuna kitu budget controller niliona kwa hiyo communique yenu, mlikuwa mnasema mnataka public wage bill ipunguzwe by around 35%. Javas, we live in a country where sometimes the people are appointed as a result of mmeshinda wasiwenu mengi serikali. How then do you cut 35%? I will tell you how. And I really appreciate how President William Ruto anabonga history ya Singapore. Kenya itoke from first world, third world to first world. Na amesema within this generation, within our lifetime. Ukienda Singapore, acha nikwambie, public service, hii mambo ya performance contracting, salo ya msee, haiko tu kwamba tu umekuwa apply job, umekuwa appointed, sasa salo yako ni 100k, unapatanga tu hivyo, kama kuna increment ya 3% annually inakujaga tu. Hiyo salo ukiangalia place kama Singapore na Malaysia, 50% of your salary ni merit competency. Tulikuwa nataka msee amesomea hii na hii experience. Uko nayo 50% ya salo, hiyo ni guaranteed. As long as you're employed, hiyo 50% hiko mpaka vile utachujwa. The other 30% ni productivity. Tangu kuwa employed, hata kama uko competent, how productive have you been this year? Results gani zina show how productive you've been in this company or in this portfolio? KPIs. Yes. The performance indicators. Yeah? And that's ukiangalia, tumekuanga watu wakisaini mambo ya performance contracts. The most important thing that we should be doing now, kama ni PS, ni CS, ama hata all public servants. That's how it is even in the private sector. Your performance contract ni kwamba, within every quarter, you are supposed to achieve A, B, C, D. Have you achieved? All that will be accumulated at the end of the year. Kama you did not meet your performance, the key performance indicators, being evident, hakuna salary increment. Hata unaweza kuwa demoted. Because you're not meeting the expectation. So si ati kwamba because you're employed in public service, ati salo iko tu, every year kuna increment. We need to get to that level. In fact, that can only happen if SRC, and we adopt it as a mechanism, kwamba salary increment is not automatic every year. So that should be a starting point. Kitu ingine, in the public space, at the county level or even at the national level, angalia vile magavana wanafanyaga. Ile timu yote ilikuwa na mkampeinia, akishinda tu hivi, ama jamaa wanaingia job. Hata msee anapepa unaambia we tafuta vile River Road. Yes. Pitia huko. That is the problem. Mtu angalie kwamba these 20 people, these 50 people, these 100 people that I want them employed, will they help me to deliver to the people? Yes, service delivery. Kama ni mambo ya health, kama ni mambo ya infrastructure development, kama ni mambo ya agriculture, extension workers, etc. So tafute mtu ambaye
atakusaidia kudeliver so that they just don't feel the office na kuballoon the wage bill. Ukweli. Pia wanakupatia jina poa. Ukweli. Performance ya job. Mtu akiangalia mpaka kama ni CIDP mmesema na even annual development plan, hii mwaka mna target kufanya mambo fulani. At the end of the year every person meet your expectation. And that is why we must even rethink the county public service boards and how they do their jobs. The county secretaries are the head of the county public service boards. Kuna ile county public service board hapo ambayo ina employ watu katika county governments. Hiyo ndio inafaa pia iweze kusaidia at county level how people are employed. But shida ni kwamba most of those people to get even to those offices are stooges of the governors. So that's the challenge. We must be very intentional about what we want in the public service. Intentionality. Angalia hata vile control of budget amesema. Ukiangalia wage bill 70% inaendanga recurrent expenditure and even slightly more in some places. 30% development. Tumeoverturn hivi. Yet intakana ikuwe kwamba hata in fact if we were to be very intentional tunasema kwamba we must have 50% development expenditure. Ring fenced. Yes. Speaking about development expenditure. Because just before you go to that, within the 10-point agenda, kuna agenda moja inaitwa protecting devolution. Protecting devolution. Banaenda kwa hizi makaunti, ma white elephants. In fact, I don't know even why we call them white elephants. They should be either grey or black elephants. Buildings ambazo zilianzishwa kitambo hazijaisha. Ati because ule governor ambaye alitolewa alikuwa manzishia kitu, mimi nataka legacy yangu. Zinaachwa. Ni pesa ya public ambayo inapotea hapo. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, mazee hebu tembea kwa villages bana, kwa counties. So and so ni chief officer, so and so ni CEC. Within a year and a half, bana mansions ambazo zimejengwa. Salo yake pengine 200k. Aje. Amenunua paka matrakta, mapickups, manini, ana lori sasa 3. Kwani ya bana? Hata tukisema kwamba tu lifestyle audit, ni makaratasi tunacheza nayo. So it must be something that's intentional. Kitu ingine, protecting devolution. And something that we are now keen on, even as a committee, may even come out in some of our recommendations and proposals. Yes. You see, angalia vile IFMIS inafanya job. Sa hizi IFMIS is controlled at the national level. Unajua, bro, acha nikuambie, CC wa finance wa Turkana akitaka kwa unlock funds ni lazima akuje kwa ofisi ya control of budget Nairobi. Wa kutoka Narok ama kutoka Kwale lazima apande ndege akuje kwa unlock funds. Why can't we demarcate hii IFMIS tukuwe na IFMIS national na IFMIS 2 ikuwe county based? Si ati ofisi ya control of budget ya IFMIS ati ikuwe iko Turkana. All these things are digitized. But zimekuwa create zone kwa computer. Hiyo mechanism kwamba kila account, even from the issue of disbursement of funds, itoke do ambayo inaenda kwa county 47, county 46, county 42 iende direct. Before ifike pale, control of budget hapa akiangalia IFMIS ya county government zote, angalia kama ni county 32 ndio wanataka ido, anaangalia what have they uploaded to support every this claim ambayo payments wanataka kufanya. Is everything in order? I'm approving this, I'm approving this one I'm not approving, I need more supporting documents. Click, imesonga. Sio lazima watu wakuje hivi. Ni true. Because hiyo mambo ya kukuja pia ndio inaenable corruption pia saa ingine. Kweli. Yes. Now, moving kidogo from finance, though we'll come back to it, because niko na swali mob. I just feel like as a nation kufika pali tunajiambia now it's down to personal. It's a bit like tunainua mikono. And this is something that is pertinent to our growth as a nation. Because Singapore, one of the things they did flash out was this element of pilferage. But your kando, I think we're doing what needs to be done at this level of what we've learned about ourselves.
kuna siasa ingine inakuanga kwa NADCO that you're supposed to solve in a office of the leader of opposition. I remember when BBI was being launched, they gave the current president, who was then deputy, a chance to speak. Na akasema, akauliza watu hapa Bomas mchana ya ameangalia hiyo ripoti yote, na inabaki bado ile swali ya when you lose then what? Every time since 2013 wasa wame lose, watu wameenda maandamano wasa wame dedi, and then probably a handshake after that. How does NADCO envision a different Kenya? Ndio kwa sababu President William Ruto amekuwa keen na history ya inclusion. How do we enhance inclusion politically, economically, socially, in every way? That's why amesema kwamba inclusion in all spheres of life. Politics is one sphere of life. So inafaa tujiulize, vile NADCO ilikuwa imepropose kwamba we create the office of the leader of official opposition. Remember, we will have to change the constitution because katiba ya Kenya saizi haina opposition. If we are creating the office of the leader of official opposition at the national level, are we creating it at the county level? If we are creating the office of the prime cabinet secretary at the national level, are we creating it at the county level? What about the wage bill factor? However, the thinking around this ilikuwa kwamba eti unajua msee ambaye alikuwa na contest presidency akalose, akona wafuasi wengi, almost half the country, etc. But angalia vile state huko iko. Vile ile Clinton aliluzia Donald Trump. Nenda mtaa. Bana wale watu ni wengi. UK though there is a leader of opposition. It's because it's a parliamentary system. It's parliamentary system. Yes. And and I usually think, because I was actually coming to this, kuuliza, when we get a leader of opposition, do they get a shadow cabinet? They will be free because kitambo we used to have the opposition. Even in parliament tulikuanga na official leader of opposition. Wow. Alikuanga nakaa pande hiyo, gavana nakaa pande hiyo. Opposition. Tulikuanga na official leader of opposition. It's a benches. Yes. Asa alikuwa nakaa opposite leader of government business. Yeah, government. Yeah. Yes. Sasa walikuwa nakaa hapo. Alikuanga na shadow cabinet yake. Alafu unajua pia anachungwa. Wanarushiana maneno. Akona package yake. Ni kama tu saizi leader of minority akona package yake. Akona mobility amepatiwa, taken care of by government. If we create the office of the leader of official opposition, lazima itakuwa na emoluments zake. Salo yake ndio ile wazimu iko hapo, magari, security yake, etc. Escort yake. Yes. A pension hakuna. Just for that period ambayo kwa office kama leader of official opposition. Because it's not in perpetuity. Yes. So, hiyo ndio proposal in NADCO. Yeah. Na kama tunasema kwamba tunataka prime cabinet secretary, will he or she have a deputy? One or two? Kumbuka hivi vitu yote itachangia wage bill bado. Lakini nikuulize Javas. Like just before you ask. Sisi we must make a constitution that works for us. Ukweli. If we want to have a leader of official opposition, prime cabinet secretary with a deputy or two deputies, or we want to have two deputy presidents, we create a constitution that works for us. Okay. It goes to a referendum na watu waseme kwamba hii ndio tunataka waipigie by majority. Inakuwa ni katiba ya nchi. Enda Uganda. Kuna vice president, kuna prime minister, sijui kuna nini hiyo vitu yote. Enda Tanzania. Kuna president, vice president, prime minister, hiyo vitu yote ziko. Sisi tukiitaka, as long as the people approve through a referendum, it becomes our supreme law. It's what we want. Ni kama Tanzania. The moment you've served as president, vice president, prime minister, nyumba utajengewa after retirement, utachungwa vizuri, kuna retirement package, unafanyiwa paka shopping na gava as long as you live. That's what Tanzanians want. That's what they're doing. Sisi hapa tunatakaje? Saizi Kalonzo Musyoka, he was the 10th vice president of Kenya. Saizi ako na salo, ako na security, magari yake yanabadilishwa after every 4 years due to Retirement Benefits Act ambayo tuko nayo. Kitambo haikuaga. Na bado mse anavai. Bado anavai. Na ako na hiyo package. So ajarita. Sasa that's why we need to rethink what we want. Na si walikuwa wanaambia baba ati yake kama ikuje lazima. Sasa ni kama saizi Maraga, retired Chief Justice Emeritus Maraga, ama Justice Emeritus Mutunga. CJ.
wako na package zao za retirement. Kwa mfano if atolo siku moja Maraga akuwe Orezo, atakula anaendelea kula ile, anakuja na kula hii because hiyo ni sheria. Unless tubadilishe kwamba if you have retired and you contest for a state office and win, you lose. So we will need to amend such an act if at all. Yes, kabisa. But as long as it's not amended, hiyo inakuwa tu hapo bado iko. Sawa. Jana kuna development classic sana it happened. I know one thing, and I want you to respond to this because Cointen mko at an intersection where county and national governments meet. So jana kulikuwa na agreement ilisainiwa between the Nairobi City County government na Gava. What do you think about it? Kuna watu wamebonga hii story sana wakisema kwamba hii kitu ni legal ama but when you look at our legal framework, sheria zetu zina permit hiyo. Ukiangalia katiba yetu ya Kenya, article 6 sub article 2 ina create 2 levels of government. National government and county government with the 47 counties. Na inasema kwamba these 2 levels of government are distinct, ziko tofauti. Kando. But biashara zao they can work through cooperation. Ukiangalia the Urban Areas and Cities Act section 6 ina provide kwamba mechanism za kucooperate ni gani. Katiba yetu ya Kenya yenyewe inasema kwamba either levels of government can transfer its functions. Unajua the national government inaweza amua kutransfer function fulani to a particular county ikiona kwamba hiyo county iko na uwezo na huyo governor ako na uwezo kudischarge hiyo duty. Ukweli. Ama hata to all the 47 counties national government ikitaka. Pia county government inaweza transfer hizo functions to national government kama kuna capacity challenges. But here jana ambayo mfanyika kati ya national government na Nairobi City County, it is a cooperation agreement. Remember katiba inasema kwamba through article 6 sub article 2 mutual cooperation for the greater good. Remember article 174 of the constitution inasema kwamba kuna objects of devolution. Yes. Services lazima zifikie watu mashinani to the lowest possible level. That's the most important. So kumekuwa na hiyo issue ya Nairobi kusainia agreement, wametengeneza a special purpose vehicle, a framework, kamati ambayo itarun hizo affairs za Nairobi City County, chaired by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, deputized by Governor Johnson Sakaja. Kitu ambayo imeleta tetesi sana ni kwamba tunakumbuka NMS. Vile ilikuwa, vile after hiyo time ya Sonko kwa na huge wage bill, billions of shillings. But hata zaidi ni vile Sonko alikuja kabonga baadaye. Unajua mimi nilifika Stato wakanipatia vitu zingine nikawa zangu. Sasa nilisainia vitu kawa niko maji. Sasa watu wanasema sasa pia sawa unajua. Lakini hiyo Sonko hakupiga speech kama Saks. Sasa walikuwa fit. Na unajua President William Ruto ni mtu wa Sagodi. Ni mtu ambaye hata anatembeanga na Bible kwa mfuko. So ukiangalia, I think the issue is cooperation. What Nairobians may want to understand ni kwamba hii cooperation inamaanisha kwamba Nairobi County itakuwa na limited control of delivery of those services ambazo wana cooperate, because wajasema kwamba ukisoma hiyo agreement nimesoma yote si eti functions zote za county ni zile selected. Mambo ya stima, mambo ya maji, mambo ya garbage collection, mambo ya infrastructure development, hiyo that one, though they are the most crucial. So issue watu nataka jua ni kwamba sasa inamaanisha kwamba Governor Sakaja amelemewa na hizi ninio? Hapana. Issue ni kwamba President William Ruto amesema kwamba Kenya must transform from third world to first world. Na kumbuka kwamba Nairobi is the seat of government. Kama kuna ile uwezo ambao national government iko nayo na inaweza peana kwa county government ili tusonge tuinuke, image ya capital isonge juu kabisa. Kumbuka saa hizi budget ya Nairobi City County saa hizi ni karibu 44 billion shillings. But to run this capital and the services that are needed by the almost 6 million people that live in this city per day, that 44 billion shillings may not be sufficient. National government iko na hiyo uwezo kupeana hiyo support na hiyo boost through a cooperation arrangement ili kwamba services zikuwe rendered vizuri. So what is needed is civic education, public participation, watu waelewe. Umeona hata vile Orezo alisema
after you're signing your agreement, it's going to be taken to the county assembly for consideration, debate, and ratification. Wakazi wa Nairobi, all the boroughs, all the 17 sub-counties, waanze kusema kwamba hii kitu, does it work for us or not? Waki-endorse through public participation, bas. Do you think, because this is the second time in a row that we're seeing an element of the national... And look, Nairobi has a special place in Kenya. Do you think because of how special a city it is, it requires a different type of management from all other counties? Yes and no. And remember that it's going to remain that way because the constitution provides that there are 47 counties in Kenya. Nairobi is county 47. So unless the constitution is changed, Inabaki itabaki 47. Sikia election was on narudi zi. Bado tu inabaki county because it's in the constitution. Yeah. The other thing ni kwamba other places, ukienda Japan, ukienda US ukiangalia kitu place kama Washington, it is under the federal government. But ukienda mahali kama London, bado kuna mayor, kuna nini, etc. Kuna the city of London. The city of London. Usually inategemea tu kwamba what are the interests in the capital and how can those interests that are national, local, global be protected. Angalia hapa, UN headquarters in Africa iko hapa. Global South yote. Yes, yote iko hapa. Kenya, and Nairobi particularly actually, Nairobi is the fourth or the fifth most important and biggest city in Africa. Very important city. When it comes to geopolitics, even in the Horn of Africa, Nairobi is an anchor city. So the importance of Nairobi is crucial, cannot be left to chance. And that's why, yes, Governor Sakaja, particularly President William Ruto, is keen on Nairobi being a model state, a model city, not just on the continent, but even globally. And vitu ingine, let me tell you, bro. Unaona vile President William Ruto amekuwa kutoka history ya kumove Kenya from third world to first world, story ya Singapore hii. Hizi 10-point agenda ni software ya kutupeleka Singapore. Ni software. Kumbuka, kuna software na kuna hardware. Mambo ya infrastructure. Hiyo ni hardware. Mambo ya human capital development. Kuna infrastructure kama institutions of learning, but pia kuna training. Hiyo ni software. Hizi values of good governance, fighting corruption, constitutionalism, rule of law, inclusivity, hizi ni software. Hii ndio barabara ya kutupeleka Singapore. What people need to understand is that President William Ruto asemi kwamba tuwase naenda kutafutia kila mse passport, tunaenda Singapore. Ama ati sasa we are going to be like Singapore, vile zile buildings ziko huko ndio pia zitakuwa hapa. And you know, I think most people think ati Ruto's dream is vile Singapore kuko ndio iko hapa. The issue the president is telling us, we can dream anew. New Kenya, new possibilities. So that things like starvation, famine, hunger, food insecurity, zikuwe things of the past. Vitu kwamba kuna region moja peke yake ndio imedevelop, ndio kuna barabara poa, areas zingine zote, huko Busia, huko Mandera, ukiangalia huko upande za coast, hazina ma roads, atizibaki hivyo. And this ukiangalia mambo ya managing public debt. Gava imeenda imeborodo kusema kwamba inaunda roads. Roads zote zinaenda region moja, kwa mfano iko wacha tuseme Nyanza. Yet kama ni kulipa hiyo debt itatoka kwa tax yote kila mtu alipa. And that's what President William Ruto is insisting kwamba kama public debt, kama tumeenda tumechukua loan, hiyo do ni lazima itengeneze infrastructure kwa different regions in the country so that different regions benefit because kila mtu anaenda kupay. So the issue ya kwenda Singapore ni kwamba watu waelewe, President wants us to think the possibilities of becoming a better country, better people, because that possibility is within us. Unajua ukitravel out of this country utapatana, ukienda paka US, you meet Kenyans working in hotels, in various industries, trusted, loved, and hardworking, and respected. President William Ruto is saying that that possibility, that capacity, that potential, we have it. If we do it from every village, from every county,
we are transforming this country in our own lifetime. Ukweli. Wewe ukiangalia ile bidii unafanyaga, how you were 3 years ago is not how you are today. So if we bring all that effort together in the healthcare sector, ukiangalia kama saizi NHIF ilikuwa na subscription ya watu wangapi, ilikuwa inasaidia watu wangapi? 9. Saizi ni watu wangapi? What the president is saying is that with time, within our own lifetime, Mtaona. kila mtu akue under SHA, taken care of by SHA, so that it is a secure medical scheme for the benefit of every Kenyan, not just those who are well placed. Kama ni roads, whether ni kuendesha gari kwenda job ama kwenda home, ama transporting goods and services from kwenda ushago Christmas. Yes. And I'm sure, let me tell you, people should not be surprised. Maybe after election 2027, President William Ruto akikuwa re-elected, utaona kwamba kutakuwa na railway from Nairobi through Isiolo kwenda Northern Kenya. Hakuna railway huko. And I'm sure President William Ruto wants that kukuwa na railway ya kupeleka. Do you know that every single day, usiku, nyama ya ngamia ilitoka Nairobi kutoka Mandera? Kila siku. Kwa road. How about tukikuwa na railway? But it has to make more like a lot of economic sense kupush Yes. your railway. Saizi angalia, unajua tuko na international airport nyingine ilimalizwa pande hiyo. Mandera ile huko. Sio Mandera? Moyale. Wapi? Isiolo. Isiolo ile unakonga na Isiolo. Yes. Na mbona jaba ipitangi huko? Sasa that's why we're saying hiyo airport imetengenezwa na public funds. We need to find a way kwamba when public funds are used in a project, that project should be useful for the greater good of the nation. Ukweli. Nakupata. Then the other thing ni kwamba water services. Juzi umeona hata president ameongelea hapa mwenyewe hapa Nairobi. Saizi 144 million cubic millimeters of water zimekuwa added daily use. Daily. Saizi ukiangalia water rationing in Nairobi imeenda chini, almost negligible. Kitambo maji ilikuwa inakuja kwa mfreji za watu Tuesday, Thursday. Siku 2 kwa wiki. In 7 days unaona maji. Yeti inafaa ukuwe unaoga, inafaa ukuwe na kunywa maji. Kila mtu alikuwa na Sky Plus. Yes. Yaani watu walikuwa nganaishi na mavibuyu. Actually na ukienda house hunting unaangalia. Kuna kibuyu. Na ukienda wacha watu wa vibuyu ni watu wa kupika chang'aa. Lakini sasa hapa kila mtu akona kibuyu ni normal. Na ni normal. President William Ruto anasema kwamba Nairobi cannot be a capital city, a major city bila maji. That makes sense. Okay. And that's what people are not seeing. Kwamba let us rethink. So actually Singapore is not the destination, it's a journey. It is a journey. And remember, national development is a project that never gets complete. Haitaisha. Tutaiacha tu ikienda. Saizi angalia Ethiopia. Angalia paka River Nile. Angalia paka hapa Uganda. Ethiopia na ile damu yao. Walikuwa natishiwa kwamba mkijenga tunawalipua. So wamejenga. President William Ruto anasema kwamba we must have even 1,000 dams. Isaidia maji, kuko na water pans, kuko na irrigation. Saizi wacha nikwambie, kuko na dams. Saizi kuko na dams karibu 200 in Northern Kenya. Hiyo mambo ya ukame itakuwa na wanyama kukufa. Mambo ya governor anasema kwamba alitumia 55 million shillings kununua seedlings, kupanda mahali ambapo hata hakuna maji, hata hakuna uwezekano ya ninio. Tukikuwa na hizo dams, utaona kwamba plants, trees, food, etc. ita change. Okay. That's what the president is telling us, that let us imagine possibilities within our own lifetime. Javas, tukimalizia tuambie, wewe ni wakili, LSK mnaingia elections, unaionaje wewe? Kwanza LSK is a statutory body, ni body ya kisheria. It's a public watchdog ambaye inasaidia kuangalia mambo ya the rule of law na ushauri wa sheria nchini. It is not an NGO. It's not an activist institution. It is actually the conscience of a country. Wow. Now, ukiangalia, the importance of the Law Society of Kenya ni kwamba, other than the Attorney General ambaye ni mshauri mkuu wa serikali, the LSK inashauri masuala ya kisheria kwa nchi, kwa manufaa ya public interest. So, kitu muhimu ni kwamba watu waangalie kwamba whenever LSK goes to elections, inachagua rais. Huyo rais ni rais, tunaweza sema kwamba is the president of public interest. Nusura sasa tumwapisha hapa tena. Other than rais ambaye amechaguliwa na watu wote, ule amechaguliwa na mawakili for public interest. Public interest president. Kuchunga sheria
Yani yeye ni kuangalianga utawala wa nchi How is it going? inaendelea kwa nini ya sheria. Yeah. What Sio ati wakati wote ati ni kupinga serikali, hapana. They are not enemies of the government. True that. What are you looking for? What's the, like for you, what are the agendas you're really looking at in this When election? you are considering a president and even the Council for Law Society of Kenya, mnaangalia watu ambao wanaenda kuserve. Unaangalia president ambaye hawezi kuwa compromised. Si mtu ambaye anataka kwenda pale kuingia mboka tu na deals. Dealing. Zimeangalia mtu ambaye anaweza sema kwamba msimamo wetu kama Law Society ni hii, na ni hivi. sheria inasema hivi na tutapigania haki na kutetea katiba na sheria kwa misingi hii. Kwa misingi hii, yeah. So mnaangalia mtu ambaye who can stand on his own 2 feet or on her own 2 feet. Yeah? For the benefit of the rule of law and justice. Wow. So mnaangalia mtu ambaye akona hiyo msimamo, somebody clear minded, na mtu ambaye pia akona tajriba ama ile uzoefu wa sheria, na mtu ambaye wewe imagine ati mko na LSK president ambaye hata kujieleza ni noma. Ai inakuwa tafash. Tafash. So qualities ni basically just somebody who understands the law, practices the law, but also who is a gifted leader for the benefit of the country. I think also the last president Mazali raised the bar, no? She really the outgoing. She endeared LSK to the hearts of the people. Nista kudanganya watu wengi wamepata interest na LSK because who's gonna succeed Faith, man. Ali raised the bar. Sasa unajua ukiangalia Kabata, ukiangalia Peter Wanyama, ukiangalia Kanjama, watu wanaangalia kwamba atakuwa kama Faith ama that's a question actually. Yes. But the issue is they should not be compared to Faith. Kila mtu akona ability zake kabisa. Tulikuwa na Eric Theuri, tumekuwa na presidents kadhaa. Kila president akona uwezo wake. Nasikia Grand Muller ashaikuwa huko. Grand Muller amekuwa LSK president. Former CS Rachel Omamo. Yani wengi. Senator Okongo Mogeni. Yani watu wengi. The issue ni kwamba what legacy, what footprints do you leave? What mark are you leaving? Vile umesema vile Faith amacha a very positive mark. Ni jukumu la kila mtu kuacha mark katika uongozi. Ni kama tu vile hapa SG Hassan Omar wa UDA amepiga job yake kuchachisha chama, kuongeza numbers. Na kama tu presidents, let's face it bro, let's face it. Angalia presidents wote wa Kenya. Saizi tuko na the 5th. Hakuna president ambaye alipiga moyo konde akasema kwamba we must reform now for the better, kama President William Ruto. As I've said elsewhere, do you know that when you look at the presidential history in Kenya, there is no president who has been on trial in his first term like President William Ruto. True that. Then there is also no president in the history of Kenya during the first term ambaye initiate major reforms to this stride kama President William Ruto. Unaona tunasemanga kuhusu Obako. Bax Kibaki alianza kufanya hizi mambo za roads za mavitu kadhaa under the Grand Coalition Government second term. Wakati walimpea mine. Yes. Mambo ya Big Four ilikuwa second term. President William Ruto tukianza kutaja saizi the Big Four, the plan. Yeah. The bottom up economic transformation agenda. All the issues that have been transformative, impactful, self-evident. Angalia mpaka hata vile wanaanzisha hii construction ya Rironi Mausami Road. Mpaka wasema watu walikuwa napinga prezo, sema kwamba akimaliza hii kitu ikianza tukiona tu ndio hivi. Mazee. Hii story imeisha. Hii 27 hii imeisha hii. Man, nika ile barabara ya gari man. Inapea wasewa North Eastern a lot of hope man. Yes. Yeah. But as a matter of fact, it is these infrastructure projects za President William Ruto, they are opening up the country in a manner that had never been imagined before. Utasema kumbe inawezekana. Ile story yote ilikuwa inasema kwamba ati prezo amekram Nemzama Road anazitaja tu. Enda hizo place hizi. The roads are being constructed within our own lifetime, seeing with our own eyes. Kwanza mimi niko na macho 4 naona poa kushinda wewe, una 2. Kuna zoom lens kwa macho. So I see better, I see clearly. Yeah, yeah. Ndio hii kamera yako. Speak to the nation one more time. Guys, hii nchi ni yetu. We don't have any other country. Vile tunajipenda, vile mtu anajipenda kibinafsi, lazima tupende nchi yetu.
na kupenda nchi yetu, lazima tukubaliane na vision ambayo viongozi wetu wanatupatia. Ukiangalia saa hizi President William Ruto ametupatia vision kwamba Kenya must and should transform. Kwenda Singapore ama kuwafanya Kenya kama Singapore ama from third world to first world ni issue ambayo ni lazima tusaidie president kupeleka nchi mbele. Kama ni mambo ya kufight corruption, kama mambo ya kureduce wastage ya public resources, ikuwe ni jani ambayo sio ni ya president ama ni ya government, ni jani ambayo sisi wote, a collective journey. Sisi wote tujitokeze, tuseme kwamba the country is ours, the dream is ours, the future is ours. Tukifanya hivyo, we are going to have one of the best countries in the world, because Kenya already is the best country in the world, but it will be even better. We are admired across the continent, we are admired across the world. Tumeona mpaka juzi Aisha Speed amekuja, ameenda mpaka anasema kwamba ile experience amepata Kenya hajaona place nyingine yoyote. Let me tell you, hata ile dream ambayo tuko nayo ya Kenya kwa first world, mpaka hata president wa Uganda na wengine wanasema kwamba maze Kenyans wana dream sana. Sisi tuna dream sana tu, we also work hard sana. God to bless. Haya, lisilobudi hubidi, na kila zuri lina mwisho, kila jambo lenye mwanzo lina mwisho. Tumefika tamati ya show hii yetu ya leo. Nataka kumshukuru guest wetu kwa kuja sana. Nataka kuwashukuru nyinyi wote kwa kutusikiza. Let's meet on the next episode of Mufasa Show, and just your reminder, if you see a man succeed in his way, fret not. Trust in the Lord and commit your ways to him. He shall surely establish your paths.